Moi Girls pale Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, bila shaka akizungumzia masuala muhimu kwenye kalenda ya elimu na hususan mchakato mzima wa CBC. Nataka sasa kidogo kabla tuendelee na mahojiano tuvuke hadi katika kaunti ya Kakamega ambapo peperusha bendera wa urais kupitia Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga bila shaka anazungumza pale. Mtu mmoja kule Nairobi anakaa pale tu, yeye analenga hii toa weka pande hii, hii toa weka pande hii. Hii ni pale bastards. Sio? Lakini nasema Mungu yuko, sio? Sivyo? Mimi pale mimi niko sina wasiwasi. Na hakika ya kwamba ukweli itatendeka mbele huko mbeleni. Sio? Sasa tumesema kwa sababu hii mpaka endelee, tumesema tunataka siku ya Jumatatu mrudi tena kwenye mstari. Ili mthibitishe yale ambayo mlifanya tarehe 9 ya kwamba gavana wa kaunti wa Kakamega ni Fernandes Odinga Baraza. Tunaitwa Fernandes Odinga Baraza. Sio? Mimi naitwa Raila Amolo Odinga. Hiyo Odinga ambayo mimi nimetajwa ni yeye ametajwa. Naona hiyo? Kwa hiyo yeye ni ndugu yangu mdogo, sio? Nataka mpige kura ili ionekane Kakamega na Mombasa ni ngome ya chama cha ili tukishika, maana mimi na hakika tutashika ile serikali ya juu. Unajua namna hiyo? Nafanya atashika ile wizara ya fedha, sio? Sio? Tutatoa pesa kule juu inakuja kwa mkono ya mtu ambaye sisi tunaamini hapa chini. Sawa sawa? Na tumesema tutazidisha pesa ambayo inatoka juu na kuja hapa chini kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Unaona vizuri? Ili watengeneze naye maendeleo hapa chini. Mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo ya elimu, mambo ya matibabu, mambo ya biashara, yote yaende vizuri. Si sawa sawa? Si ni mpango tulikuwa tumesema, sio? Alafu kuna ile alofsita. Unajua alofsita vile vile? Siko pale. Siko pale. Kama msimamo wetu bado ni yale. Sisi tunahakika tunashika ile serikali ya juu. Vile mimi nilisema, sio? Niliambia watu huko ya kwamba sisi kule kwetu watu ni wawindaji. Na ukienda kuwinda msituni kule porini, na sasa wakasema swala ndio hiyo. Swala linakuja hiyo. Na watu wako na mkuki. Ukirusha mkuki, ikienda ikidunga swara, unasikia kwa mkono yako hapa. Unasikia kwa mkono yako hapa. Hata ndege ukirusha jiwe kupiga ndege, ikipiga unasikia kwa mkono yako hapa. Mimi nasikia kwa mkono yangu hapa. Ati ili swara nilidunga. Swara nilidunga. Akako pale ndani msituni, lakini yako na mkuki yetu kwa paja yake, sio? Kwa hivyo sisi tutapata nyama. Tutapata nyama. Tutapata nyama. Kwa msiwe na wasiwasi yoyote. Chebukati tutashinda. Na wale wezi wake wote tutawashinda. Shetani tutashindwa. Manake tumesema adui mkubwa wa Kenya ni ufisadi, hujuma na wizi ya mali ya umma. Na mpaka tumalize haya, sio? Tukimaliza haya tutaboresha utawala katika taifa letu la Kenya. Sawa sawa? Kwa mimi nataka watu wa Wesero wasimame imara. Hawa mnajua hapa nikija hapa, mimi nimekuja hapa kwa mashemeji yangu. Mnajua mama yangu, mama mkwe yangu Rosa Ayura, mama wa Aida. Sasa natoka hapa Mluanda. Si ndio? Si mimi nikija hapa, mimi niko nyumbani. Sikuja kwa wangu. Mtasimama imara na mimi. Wakati nasema simama ni imara, nione hapa. Azimio. Nawezekana. Azimio. Asante sana, Mungu awalinde.
Ama kweli mtazamaji, hapo ni moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega. Unamuona hapo Raila Odinga, bila shaka anampigia debe kweli kweli Fernandes Baraza, na huku kinyang'anyiro cha ugavana kikiwa kinatarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu. Ni kampeni za lala salama. Taswira sawia na hiyo bila shaka ni katika kaunti ya Mombasa, na nataka tusalie kwenye guu hilo kabla turudi kwa magavana. Tunamuona Raila Odinga hapo amejikakamua sana. Kweli kabisa anataka hiki kiti kimwendee, kichukuliwe na ODM Fernandes. Lakini tunajua vile vile kwamba wana UDA pia sio mchezo pale, manake tunaye Cleophas Malala. Sijui itakuwaje, wana saa chache tu kukamilisha huu msururu wa hizi kampeni. Itakuwaje? Imekuwa ni kama kinyang'anyiro kati ya Ruto na Raila. Ndio, ni kinyang'anyiro baina ya vile miavuli miwili vikubwa. Kenya Kwanza na Azimio. Lakini sharti ufahamu ama tukumbuke ya kwamba hii ni ngome ya baba ama ni ngome ya Raila na Azimio. Kwa maana yule ambaye anastaafu kama gavana Mheshimiwa Oparanya, kumbuka kwamba ni kigogo wa ODM na ni mmoja wa wale watu wakubwa kwenye Azimio. Kwa hivyo Raila Odinga anapigana kwamba wa maintain ama wahifadhi kile kiti cha ugavana cha Kakamega na pia kile cha Mombasa. Maana wale wote ambao wanastaafu kama magavana wote wametoka kwa mrengo wake, wametoka kwa chama chake. Na ni sharti ufahamu kwamba ni wakati wa kidogo kumenyana na unasema kijasho pia. Kutoana kijasho. Kwa maana ikiwa UDA ama Kenya Kwanza wataweza kupata kiti kile, kitakuwa ni, kwa wazungu wanasema upset. Itakuwa ni kitu ambacho kitarajiwi kabisa, lakini itakuwa ni ushindi mkubwa. Kwa maana wamepata kiti ambacho hakikuwa chao. Na nishati fahamu kwamba kwenye siasa, katika hali ya kulumbana na kushindana, vigogo hujaribu kuingia kwa bedroom ama kwa zile nyumba ama kwa zile ngome za mwenzao. So unapata kwamba ikiwa William Ruto ataweza kupata ushindi kupitia kwa Cleophas Malala pale UDA, itakuwa ni msemo mkubwa. Kwa maana ameingia kwenye ngome ambayo ni Azimio, kwenye ngome ambayo ni ODM na baba, na ameweza kuchukua ule utawala wa ugavana. Na itakuwa inaashiria kwamba yeye ni maarufu kabisa. Na ikiwa baba ata maintain ama ikiwa ODM ama Azimio wataweza kuchukua kile kiti kupitia kwa Fernandes, yule Fernandes ambaye anawania, basi watakuwa wamepeana statement kwamba bado ni wao ambao wanajulikana kwenye ile ngome. In other words, ile ngome haijabadilika, bado ni wao wenye usemi mkubwa. Kwa hivyo kuna hiyo kijasho lazima watoane. Ndio. Kauli yako ukubaliani na hilo? Kubaliani. Na amenikosea wakili Swaka hapa kwa sababu pengine anasahau kidogo kwamba Kakamega pengine ilikuwa ngome. Lakini tukianzia kuanzia 2017, ijapokuwa governor alikuwa ODM, Malala ambaye sahihi anagombania ugavana, yeye alikuwa ndiye senator. Usisahau kwamba governor huwa ni wa kaunti nzima na senator pia ni wa kaunti nzima. Na senator Malala alikuwa wa NC, ambayo NC saa hizi iko Kenya Kwanza. Nisahihishe kwamba Malala hayuko UDA, yuko NC. Yuko NC. Mimi niko NC. Na ndio maana haya masuala nayafahamu vyema. Kuanzia mwaka wa 2017 ambapo Malala aliingia kama senator wa NC, na saa hii ndio anagombea ugavana. Kwa hivyo kwa hali yoyote utaona aliyeko na kipaumbele ni Malala. Kwa sababu yeye alikuwa tayari amekuwa senator wa Kakamega County kwa chama ambacho si ODM. Kwa hivyo hii dhana ya kuwa ni ODM ni ngome yake na lazima aweze kuihifadhi haipo. Kwa sababu Malala ambaye anataka ugavana ashakuwa senator kwa county na chama cha NC. Hili kwanza lifahamike. Kwa hivyo tunazungumzia labda mrengo wa Kenya Kwanza, na ninavyoona ni kwamba sioni baba ama mrengo wa Azimio wakiweza kuchukua hii nafasi, kwa sababu hata wale waliochaguliwa safari hii utakuta kwamba ndio wako wa ODM, ndio wako wa DAP ile chama cha mbolea, lakini ANC pia bado wako na UDA pia bado wako na vyama vingine pia bado viko. Kwa hivyo hii dhana ambayo inajengwa saa hizi kwamba tupatieni kwa sababu hii ni ngome yetu, naona hii dhana haipo tena. Na hata ukienda Mombasa, sio kama vile ilivyokuwa pale mwanzo. Ukienda Kwale County ama Pwani kwa ujumla, anayekuja na kusema nipeni kwa sababu hii ni ngome yetu, nafikiri anazungumzia historia ambayo haipo. Na hapa nawapatia kongole wananchi kwamba pia wameweza kufika wakati ambapo wanachagua kiongozi
kwa sababu ya sera zake, sio kwa sababu ya eti ni ngome ama anahusiana na mtu fulani. Tukiangalia yale ambao baba alikuwa akiyazungumza hivi sasa, sidhani kama amezungumza sera hata moja kwa nini labda mgombea wake achaguliwe. Anajaribu kusema achaguliwe kwa sababu yeye alioa Ida na Ida sijui nyanya yake anatoka hapo. Sasa sioni kama hicho ni kiegezo cha watu kuchagua hata kwa sababu kuna uhusiano wa kuoana wa mababu zetu pale, na ili hali tunataka mtu ambaye atatunasua katika zile shida ambazo tuko nazo. Na nafikiri hapo ndio unaona sisi katika mrengo wa Kenya Kwanza tumeweza kuzoa viti vingi kwa sababu tulikuwa tunatoa sera. Ikiwa ni Malala atasema nichagueni kwa sababu nitawafanyia jambo kadha kadha kadha. Vinara wetu akienda pale, ikiwa ni Musalia, ni Ruto, ataenda pale akisema tuchagueni kwa sababu mfumo wetu wa kiuchumi ni huu ambayo utasaidia, utaleta ajira kwa vijana. Hatutaenda pale kusema sisi ni Maragoli ama labda ni Waisuha ama tunazungumza lugha moja, jameni jana tulikula samaki Lake Victoria. Siasa hiyo naona imepitwa na wakati. Imepitwa na wakati. Lakini unajua ni hali ya kurusha ndwana kuwavutia wapiga kura. Jana na mwenzangu kabisa kwamba kweli Malala ni ANC, lakini sharti fahamu kwamba tunasema kwamba gavana mstaafu yule ambaye anaondoka ni ODM. Na ni sharti tufahamu hayo. Hatuwezi tukasema kwamba ni ANC, ni ODM. Ikiwa ni ODM, wale watu ODM ambao wako waliingia kwenye mrengo wa Azimio, wanasema kwamba sisi ndio ambao tunastaafu, tunaondoka, tungependa kuendelea kwenye ngome hii. Maana unapotazama tangu tuanze mfumo wa ungatuzi, governor ambaye amekuwa Kakamega, amekuwa kwenye kiti, yote ambaye amekuwa kwenye kiti cha ugavana Kakamega imekuwa ni ODM, imekuwa ni Oparanya, mihula miwili. Sasa wanasema kwamba ODM imekuwa hapa, tungependa iendelee. Na yule Fernandez Baraza nishatufahamu kwamba ni deputy wa Oparanya. Sasa wanasema kwamba yale mambo ambayo tulifanya tunataka tuendelee kama chama, na sera yao of course katika mahojiano yao na katika kampeni yao wamesema yale mambo ambayo wangependa kutenda ama kufanya ama nini. Lakini kuchukua tu usemi mfupi wa Raila na kusema kwamba hawana sera, wanasema kwamba Raila katika ile hali ya kampeni, ni shati ujaribu kuwarai wapiga kura, ueleze ni kwa nini tunafikiri kwamba sisi ndio wale ambao tutawaletea labda ya vile vishawishi ambavyo mngependa ama zile sera ambazo mngependa. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kutoa usiasa na nini, lazima azungumze mambo kama hayo. Na mnataka tuelekee kwenye mapumziko mafupi. Bila shaka mtazamaji, tushikilie kauli hiyo, tupo na